endelea kuinua silaha, usishushe silaha yako, usiogope kwa ajili ya hao, maana yeye yuko pamoja na wewe ili kukuokoa. Sasa Biblia inasema mtu mwenye uthubutu ni mtu aliye na uwezo au moyo wa ujasiri, mtu anayejiamini. Anayejiamini, mtu anayejiamini. Ungemuuliza unakwenda wapi, anakuambia ninakwenda mahali. Wewe unapitaje? No, usinizuie, ninajua mimi nakotaka kwenda ni mahali gani. Haleluya. Kuna mahali Yesu anawaambia wanafunzi, ninyi hamjui ila mimi naijua njia. Tuko pamoja? Anajua mahali gani anakwenda. Kwa hiyo anataka wasimzuie kwenye vision yake, kwenye ndoto yake, kwenye lengo lake. Sikiliza, kamwe usiruhusu mtu mwingine azuie lengo lako la kule unakotaka kwenda. Sasa watu wengine mnampa nafasi, mnapenda sana kusikiliza, unasemaje, unanishaurije? Wengine watakwambia ufe tu leo leo. Ulishawahi kuona unaumwa hali mbaya, mtu kuliko kwambie, nilishawahi kusikia mtu wa namna hii alipomtegemea Mungu alipona. Hayo si maneno mazuri? Sasa mtu anakuambia huu ugonjwa, nina ushahidi, kule kwetu kijijini wawili walishakufa. Mtu anakufa kabla ya kufa. Haleluya. Na wewe ngoja tu wakukomesha, wakupe majibu hayo hayo, na wewe kiherehere, kila mtu no. Ndio maana kuna mambo mengine yawe password. Andika ndoto yako, andika maono yako, yaelewe maono yako, halafu amini maono yako, anza kutembea na maono yako. Sio kijiji kizima kinajua unataka kujenga mwaka huu. Hakuna siyejua, mpaka nyumba 10 mjumbe anajua mwaka huu unanunua pikipiki. Mpaka mjumbe anajua. Ukoo mzima ulishautangazia, ba mdogo mwaka huu lazima ninunue gari. Bina, ankoe, shangazi, mwaka huu ni wa kwangu. Unayemwambia yeye mwenyewe, wanae na familia yake ndio wanaoshinda kwa waganga kukuroga usifanikiwe. Alafu ndio unawaambia mwaka huu. Haleluya. Kuwa mtu mwenye password. Acha kuwaonyesha watu unataka kwenda wapi. Acha waone matokeo ya kule ulikotaka kwenda baada ya kufika. Haleluya. Ndio maana kuna mtu mwingine utamwona yuko busy tu na mambo yake, yuko busy na mambo yake, yuko busy na mambo yake. Ni Mungu na kazi. Haleluya. Ni Mungu na kazi, ni Mungu na kazi, ni Mungu na kazi, ni Mungu na kazi. Anaingia anatoka, sio mwizi huyu. Ni Mungu na kazi, ni Mungu na kazi, ni Mungu na kazi. Akipumzika masaa 6 anasema haleluya, Yesu amenisaidia. Anaamka. Ni Mungu na kazi, ni Mungu na kazi, ni Mungu na huyu naye hata hatuoni chochote. Hawajui kila siku unapata fedha, unatenga fedha ya kula, unasave pesa nyingine unaweka kwenye account. Amen. Unatunza fedha yako. Miaka 15 ijayo wanashangaa umefanya jambo kubwa kwenye maisha yako, mpaka watu wanashangaa ametuzidije huyu mtu jamani. Bahati mbaya kwenye familia kuna mmoja akafa juzi, tayari ndo ile ndagu, ndo yule aliyekufa. Wafie mbali katika jina la Yesu. Hawakujua wewe unaenda wapi. Haleluya. Washindwe wasishindwe, washindwe wasishindwe, waregee au washindwe moja kwa moja, washindwe moja kwa moja katika jina la Yesu wa Nazareti. Maana wakilegea watapata nguvu, watakusumbua tena baadaye. Washindwe jumla na rejareja. Haleluya. 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 Kuwa mtu mwenye uthubutu kwenye maisha yako. Haleluya. Petro nampenda sana. Petro alikuwa na uthubutu. Ni maana ya kwanza kwa Petro. Hakuna mwananzengo, mwana kijiji yeyote aliwahi kutembea juu ya maji kasoro Yesu, tofauti na Yesu. Akataka kujipima viwango vya uthubutu. Haleluya. Watu wanamcheka Petro, mimi namcheka, namwona Petro ni bingwa. Haleluya. Ni afadhali uishie katikati ya safari umethubutu kuliko usijaribu. Ni sawa sio sawa? Maana ukiishia mahali utajua mwaka huu nimeferi kwa sababu hii. Sasa inabidi nianzie hapa mwaka ujao nivishe malengo yangu niweze kufika. Petro alikuwa mwanaume. Akamwona Yesu juu, akamwambia Yesu, unaweza kuniruhusu nije kwako? Petro, swali gani? Njoo. Mimi nasema akashuka kwenye kamtumbwi kaketi,
Sijajua alipiga hatua ngapi, sijajua alipiga hatua ngapi, lakini kitendo cha hatua ya kwanza maji yakatulia, akapiga ya pili maji yakatulia. Hivi sio viwango? Bwana wewe umempigia makofi Petro. Petro alikuwa na imani haba, ndiyo, lakini kitu alichotaka kukionyesha kilikuwa ni kitu cha ajabu sana, uthubutu mkubwa sana. Jina la Bwana libarikiwe. Usiogope hao, usiogope hao. Sikiliza, mtu huanza kushinda kwanza ndani ya moyo wake. Ushindi huwa uko ndani yako, ushindi hauko nje. Ukiona mtu yeyote ameshinda, ushindi ulianzia ndani. Ukiona mtu yeyote ameweza kuimanage ndoa yake, akaweza kumumudu mme, haleluya, akaweza kumumudu nini? Ninaposema kumumudu mme, sio kumpa zile za hivi. Sio hizo zile za kumpa mpaka towe udelele. Sijasema hivyo. Ukiwa na uwezo wa kumumudu mme, haleluya, ukamkarisha sawa sawa, haleluya, akakaa na akanyoka kama lula, haleluya, 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 huo ushindi ulionao haukuanzia nje. Ulianzia wapi? Ukiweza kukaa na mke, haleluya, na ukamumudu, amen, sio kwa makofi. Achana na yale makabila mengine wanasema mwanamke ili aolewe na ajue ameolewa lazima arambwe makofi na awe na alama. Kuna makabila wanasema ili mwanamke ajue kaolewa, asipopata ngeo anajua sijaolewa ni binti. Sasa mabinti mjichanganye muolewe huko, mtakutana nacho cha moto. Haleluya, haleluya. Kama hujawajua kamuulize mkono, atakwambia. Lazima upigwe uwe na ngeo, unakuwa unaonyesha nimeolewa. Sasa unaona na alama, hii ni ya mume wangu, nimeolewa. Achana na hiyo. Ukiwa na uwezo wa kumweka sawa mke, haleluya, na mkakaa fresh, mkakaa sawa, ushindi huo haukuonekana nje, ushindi huo ulianzia ndani. Jina la Bwana libarikiwe, jina la Bwana libarikiwe. Ukiona mtu anamtumikia Mungu kwa viwango bora, haleluya, mtu anaweza kaimba kwa viwango bora, anaweza kawa ni shemasi kwa viwango bora, anaweza kawa ni mchungaji wa viwango bora, anaweza kawa ni nabii wa viwango bora, anaweza kawa ni mwalimu wa viwango bora, anaweza kawa ni nani wa viwango bora, anaweza kawa ni mtume wa viwango bora, anaweza kawa ni mfanyabiashara wa viwango bora, anaweza kawa ni mfugaji wa viwango bora. Viwango bora havianzii nje kwenda ndani, viwango bora vinatoka ndani kuja nje. Ushindi wako uko ndani, ushindi wako uko ndani. Nje ni uthibitisho tu, lakini ushindi uko ndani. Jina la Bwana libarikiwe. Kuna mtu ananielewa hata kidogo? Haleluya. Na kanuni ya ushindi ulio ndani, kanuni ya ushindi ulio ndani, ukishabeba ushindi ndani, unaanza kutenda na kufanya vitu vya kiushindi. Haleluya. Unaanza kutenda na kufanya vitu vya kiushindi. Kuna mtu yuko hapa, sikiliza. Ukisha shinda ndani, roho ya namna yote ndani yako, ushindi wako ule unakupelekea kuanza kufanya vitu vya ushindi. Mfano, ukikuta mtu anauma, anamuuliza vipi bwana, hii changamoto, ambia mimi kwangu ya kawaida sana, naiona ni ya kawaida. We, ya kawaida hii? Ndiyo, ni ya kawaida, kwa sababu namwamini yeye aliyeniita yuko na mimi. Kwa hiyo siogopi hii vita, wala haitanizuia kufanya kusudi la Mungu kwenye maisha yangu. Nitasonga mbele, maana namjua aliyeniita na aliyeniokoa. Haleluya. Na mtu hivyo kaendelea kumuuliza mara mbili,
Na mimi nataka nikutie moyo na nikufundishe, ukiona unamwambia hataki kukuelewa, hebu jaribu kutumia wimbo, maana wengine akicheza wimbo ndio anaweza kuwa akasikia ulichomwambia ni kitu gani. Kuna mtu hajanielewa. Ukimwambia kwamba namwamini Mungu aliyeniita kwamba yuko na mimi, halafu kaona hawezi kuonyesha imani ya kuamini ulichomwambia, hajaelewa, hebu mpigie wimbo, labda ataelewa. Ninamjua aliye mwamba, aliyeniokoa, ni Bwana Yesu ninamjua.